pile kapile. Wadhi e gwenge mag Mombasa. Jatend migao malimbe Penina Malonza nochopo e romo mar weche limbe madhi nyime kaonti ma Mombasa. Achiel kachiel watude gi ripota marwa George Auko mondo mi olernwa mathoth. George, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mar Migago. Jatend migao malimbe Penina Malonza ntiere Mombasa. Mombasa en achiel kuom kuondego mathoth oganda dhi e limbe kowuok e pinje maoko to kod e Kenya kaendi. Thoth ji ohero limo gwenge mag Mombasa. To bende wantiere kod kuonde mamoko ma ilimo e pacho kaendi. Gin chenro magi wache bero weche mag limbe to gin ang'o magiseketo mar neno ni oganda orwako weche mag limbe pacho ka to kod rito mwandu mag limbe ma wantiere go. Erokamano ahinya Emmanuel, awinji maber. To mana kaka iwacho no, wantiere Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni ntiere romo magalamoro mokelo jogo manie sekta mar limbe madhi nyime Mombasa kaendi. En romo mosebedo ga katimore higa ka higa mar puodo iye ging'iyo ni to kuonde mage mantiere ng'ikruok, kuonde mage maber nitiere. Koro maduong' ma jatend migao mar limbe Penina Malonza wacho kae koni dwaro nitiere mar mondo mi jogo manie sekta mar limbe kae oyarie badgi kendo ng'iyane ni kuonde mage mapok gidonje maginyalo donjo manyalo medo lombo welo mabire pacho ka kopogore gi bira kae to gidhi hotels kata samoro gitimo mana limbe e dhowedhi. Okoni kwana tamalo maduong' mag welo nitiere monego beni biro kae to kata kamano kuonde magidhiye kata kuonde ma samoro gisebedo ka gidhiye gin mana maka. Koro kaber to nego beni ging'iye kuonde mamoko bende manyalo miyo kata manyalo lombo wang' welo. Okoni nitiere madhiero maduong' to chutho korka welo mawuok e pinje maoko. Okoni piny owacho sani koro loso kata ng'iyane to ere kaka ginyalo golo oboke mar visa mikoni samoro osebedo ka mono welo bire pacho ka to chutho nyaka ne ng'ikruok kata tuo mar corona bi kaendi magino manomiyo kwan welo odok chien. Koro koni moko kuom kuonde ma piny owacho ng'iyo en to ere kaka ginyalo golo oko visa mondo mi koro welo mabire pacho ka biya maonge obadho moramora. Kato machielo mabende olose okoni e pawe mag ndeke iyudo ka samoro welo donjo to iyudo ka process mar clear welo mondo mi odonje pacho ka iyudo ka nitiere yuare ahinya. Koro magi mana gik moko kuom magitemo lose. To kata kamano antiere gi achiel kuom jogo manie sekta mar limbe adwa mani obio nyiso ni to gin weche mage matut magitwakia. Karibu sana naongea na Ramogi TV. Tueleze tu, najua wewe ni mshikadau katika sekta ya utalii. Ni masuala yapi ya kimsingi ambayo mnajadili kwenye kongamano hili? Asante sana. Tumekuwa tukishiriki katika symposium yetu kama washiriki na wawekezaji katika sekta ya utalii hususa katika nchi nzima. Ni kongamano ambayo tunakuwa nayo kila mwaka, na mwaka huu madhui ambayo tuko nao ama theme ambayo tuko nao ni resilience na innovation. Kwa sababu sekta ya utalii ni sekta ambayo imeweza kupata changamoto nyingi sana kwa siku ambazo zimeweza kupita. Kumekuwa na corona ambayo imetatiza sana biashara katika sekta ya utalii. Kumekuwa na masuala ya kukosa mvua, drought, vile vile kukawa na masuala ya uchaguzi, na mambo haya ambayo huwa yanafanyika kwa muda mrefu ni mambo ambayo mara nyingi yanatokeza joto na kufanya sekta ya utalii iweze kutatizika. Kwa hivyo tulikuwa tunazungumzia jinsi ambavyo sekta inaweza kurudi pamoja licha ya matatizo ambayo tumeweza kuwa nayo na kuweza kusonga mbele, na vile vile innovations. Kuna mambo mengi ambayo yameweza kufanyika baada ya corona na dunia imeweza kusonga. Watu wengi wanasafiri wakiwa na tashwishi. Kitambo watu walikuwa wanasafiri wengi katika vikundi, sasa watu wanasafiri wakiwa wachache. Jinsi ambao tunaweza kuongeza idadi ya wageni ambao tunapata, na sio namba tu ya wageni ambao tunapata, lakini kama shirika na kama industry ni vipi tunaweza anza kuangazia dhamana ili kwamba we don't just talk about the numbers and arrivals but the quality of tourists that we get as a destination. Nimeona waziri pia amewapa changamoto kama washikadau kwenye sekta hii kwamba itabidi muwe wabunifu. Najua mwazungumzia masuala ya innovation, muwe wabunifu zaidi na muweze kuangazia masuala mengine yanaweza kuvutia watalii. Je, kuna masuala ambayo unahisi kwamba yanastahili kuangaziwa ili kuvutia watalii zaidi mbali na kuzuru hoteli zetu na kuzuru fuo za bahari? Bila shaka, sababu mgeni ambaye tunampata leo ni tofauti na mgeni ambaye tulipata miaka mingi ambayo imeisha, na hususa katika eneo hili la pwani. Tulikuwa tunapata wageni wengi ambao wanakuja kwa kutulia kwenye fuo, lakini kwa sasa kuna wageni ambao wanakuja wanataka kutumia teknolojia kuweza kuwasiliana. Kitambo mauzo yalikuwa yanafanyika through trade fairs. Watu tungesafiri kwenda ngambo kuweza kwenda kuuza inchi na kuuza sekta yetu, lakini kwa sasa kwa sababu ya mtandao, wageni wanaangalia katika mtandao na kuona reviews na kuamua kula ambapo wanataka kwenda. Kwa hivyo ni lazima hoteli ambayo ilikuwa ikitumia traditional means of advertising uweze kuona ni vipi wanaweza kutoka na katika traditional mechanisms na kwenda katika digital platforms. Hiyo ni ubunifu. Vile vile tangia mgeni anayekuja kwa sasa angependa kupata information nyingi zaidi. Na mgeni ambaye tunapata saa hizi tofauti na mgeni ambaye alikuwa anakuja kama juma mawili katika fuo zetu, unapata mgeni ambaye anakaa muda kidogo lakini anataka kurudi tena na tena. Kwa hivyo
ili kuweza kuwa in tandem na mahitaji ya mgeni wa sasa, inabidi tuweze kufuatana na ubunifu. Na vile vile kuna suala la wageni ambao tunapata sasa ambaye ni young tourists. Kitambo wazenji walikuwa nasafiri, lakini kwa sasa kwa sababu ya hali za uchumi zilivyobadilika, ni kwamba hata watu wachanga na wadogo kuweza kufurahia likizo zao. Kwa hivyo we getting more young tourists, more sophisticated, and these tourists needs and requires to be facilitated and enabled through technology. Yes. Tukimalizia, labda tunajua bajeti inategemea sana, nyinyi mnategemea sana katika masuala ya utalii. Je, unaona kama itaathiri idadi ya wageni wanaozuru humu nchini na hasa katika sekta yenu? Bila shaka ni muhimu sana kuweza kuangazia sekta ambayo ukiweza kuangalia manifesto ya Kenya Kwanza government, ni sekta ya utalii ni sekta ambayo iko na lot of low hanging fruits. Ni rahisi sana kwa sekta kuweza kuangalia jinsi ya kuweza kuajiri watu, kuweza kukuza manufacturing, kuweza kukuza agriculture, sababu ni sekta ambayo inahusisha sekta zingine nyingi sana. Kwa hivyo ikiwa sekta hii itakosa kupata mgao wa kutosha, tuweze kushindwa kuweza kufanya mauzo, inamaanisha kwamba tutakosa kuweza support na kuunganisha sekta zingine ambazo zinategemea sekta ya utalii. Ombi letu tu ni kwamba tuweze kuangalia supplementary budget na mgao ambao tumeweza kupatiwa, na kuweza kuhakikisha kwamba angalau unaweza kuongezwa, ili kwamba tuweze kutumia sekta hii ambayo imeweza kuumia kwa siku nyingi kuweza kusaidia hata nchi kuweza kupata mgao wa foreign earnings, ambayo ni mchango mzuri sana katika uchumi wetu. Najua tuko katika msimu wa watalii wachache, labda takwimu zaonyesha vipi kwa sasa? Idadi ya wageni iko vipi katika eneo la pwani? Ni kweli tumekuwa na wageni karibu 40% kati ya mwezi wa 5 na mwezi huu wa 6, lakini natazamiwa kwamba idadi hii ya wageni itaweza kuendelea kuongezeka. Ukiweza kuangalia kwamba migration na ile phenomena ambayo tuko nayo, wildlife migration, imeweza kuanza mwezi huu wa 7, na hata pia wageni wa nje wameweza kuanza kuongezeka. Na hivyo projections zetu kuanzia sasa ni kwamba tutaendelea kuwa na ongezeko la wageni kuanzia 50% ikiendelea kupanda hadi kufikia Agosti, ambao tunatazamia kuweza kufika 90%. Shukrani sana. Asante. Erokamano ahinya. Mano en Laktar Sami Kwae, main jata chenro e riwruok mar Kenya Hotel Keepers and Caterers, katemo manange konwa moko kuom gigo magitwaki e romone madhi mbele mokelo kanyakla jogo manie sekta mar limbe e pacho ka mangima. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George Aoko kowuok Mombasa. Wawacho dholuo to wawacho swaya. Wan gi geno ni ibolosno lipota kochopo kanyo weche manyien mabiro nyakoro mgajwang'. Mano kanyo George Aoko entiere gwenge mag Mombasa. Jatend migao malimbe Penina Malonza ochopo e romo bendo bagi kanyo mag